bwana, leo hii shuleni kwa madogo ilikuwa ni siku ya michezo. Sasa madogo wawili walikuwa hawana tracksuit. Kwa hiyo walikuwa wanabembelezana kwamba wasikatike tamani wachukulie tu fresh. Sasa wale wababa wa shule kaanza kwamba nyinyi maskini, nyinyi niweza sasa nitakupenda ile maneno. Sasa kwanza kuzingana, "Oh nitakupiga ugomvi kama wote." Huyo siku sasa kujua dadake naye azinguliwa na huyu hichi kidada kwamba umweki yangu iko wapi, tulikubaliana nakupa hela na nipa umweki yangu. Basi nataka umweki yangu. Sasa Fida akasikia keza wadogo zake kushika chenga, mbona mnalemba usijali dada. Kulikuwa kuna watu wanatukana kukikejeli. Mshasiwa basi msijali wadogo zangu. Akaanza kwa faili ambayo hiyo tracksuit nitanunulia mimi. Akachukua dogo zake na kuondoka. Sasa jioni yake ilipofika, hichi kidogo kamuza dada, wewe na Devan kwani mmegombana? Akasema ndio amegombana. Mama yake na Devan alidakia. Mshasiwa ambaye mnyamaza. Sasa Devan akaanza kujitetea kwamba hatujagombana, unajua makosa madogo madogo yapo, hata Einstein theory ilikuwepo hivyo, Charles Darwin mambo. Sasa kati anaongea dogo haelewi. Wakati mazungumzo yanaendelea, sasa bwana mkubwa wa Vusi akaingilia. Bwana mkubwa Devan alimind kulikuwa kama nao vipi? Umechoka kuishi? Niambie. Umechoka kuishi? Niambie hapana, mimi sijaje kwa ajili ya ugomvi mkuu wangu. Umeelewa? Devan akamvaa sasa bwana mkubwa ya Vuzi, ila Devan alipata kwa chalisha. Mwisho wa siku bwana mkubwa akaanza sasa kuatoa maneno ya kejeli ya Vuzi. Aziza, najua unahitaji msaada wangu. Nimekotea hii hati kwa ajili ya kukidhi shida zako. Wakati wanaongea bwana mkubwa Jema alichukua kisu na kirusha, akamwambia Vuzi na kuahidi nitakuja kukua kwa mikono yangu. Mwisho wa siku bwana Vuzi akaanza kutoa maneno ya kejeli, lakini mama yake alimwasha kofi. Na mwisho wa siku Devan akamwambia tafadhali nakuomba uwe mpole, acha niende kazungumze naye. Bwana mkubwa Vuzi anamwambia mwanangu, kwa sasa hivi mnanihitaji msaada wangu, sitaki uteseke mwanangu. Mwisho wa siku bibi anamwambia sitaki msaada wako wowote. Hasa kwa upande wa pili, bwana mkubwa Yusufu alikuwa amemeta bibie Bahari kwenye pati yake. Kwenye pati yake anamwambia Bahari, nimeambiwa nihakikishe haufanyi chochote kibaya. Mwisho wa siku usijali, tutakutana baada ya masaa mawili au matatu, tafadhali nakuomba usinifuate, kwa sababu bwana mkubwa Yusufu alikuwa anafuata sana nyuma huyu bibi. Anamwambia tafadhali nakuomba usifanye attention yote, wewe naomba tu kae mbali, kwa sababu alikuwa ashamwona bwana yake. Mwisho wa siku Yusufu anamwambia mimi nitakuwa na kuangalia, usijali. Bibi Bahari akafika paka pale kwenye mashoga zake alipo pamoja na boyfriend wake. Kufika pale sasa wakati wanacheza kumbe leo ni birthday ya bwana mkubwa, boyfriend wake na bibi Bahari. Hasa mwisho wa siku wakamwambia yule jamaa akamwambia mpaka huko jamani, tafadhali naomba niende choo, naomba msidiscuss chochote kibaya. Mwisho wa siku sasa kaachwa bibi Bahari pamoja bwana mkubwa. Hasa kati wako pale bwana, maneno ya kejeli kaanza kutoka. Sasa mwisho wa siku bibi akana lazimishwa anywe pombe, lakini bwana mkubwa akamfuata ambaye sikiliza, mama yako akasema hivi, atapokuja huyu bwanako tuondoke, tafadhali nakuomba tuondoke hapa, tena hapa kufai. Mwisho wa siku bibi akaanza kumwambia hivi, tafadhali nakuomba usinitolee furaha yangu, sababu huyu mwanaume ndo ninayempenda na najua mamangu hampendi. Tafadhali Yusuf nakuomba usinifanyie hivyo, kwani ningekuepo wewe ungefanywa hivyo, ungejisikiaje?